Ile maandiko inavyotufundisha maombi ya utakaso. Taka nisungumuse juu ya maombi ya utakaso, maana lazima tuyajue maombi ya utakaso. Tunapoingia katika kipindi cha utakaso, tuwe tunaelewa maombi ya utakaso ni nini. Ni maombi inayoungana na msamaha, ni maombi ya kuomba msamaha mbele za Bwana na kuomba utakaso. Mtu anapopata utakaso, akioshwa na damu ya Kristo, anabakia kuwa mtakatifu, anafanana na yeye aliyemuita. Maandiko yanasema iweni watakatifu kama vile alivyowaita alivyo mtakatifu. Ndiyo maana tukiingia kwa ibada tunaanza na utakaso. Tunajitakasa mbele za Bwana kwa uovu wetu na dhambi zetu tulizotenda katikati ya wiki, kwa kusikia kwetu, kwa kunena kwetu, kwa kufikiri kwetu. Tunaweza tukawa tumetenda dhambi, maana mtu ni wa dhambi. Tunakaa katika hali ya kukosea Mungu kila wakati. Na ndiyo maana nimechukua nafasi hii tufundishane leo kuhusu maombi ya utakaso. Maombi ya utakaso. Kuna mtumishi mmoja alimkosea Mungu, ikafikia mahali makosa yake akaenda akaambiwa na nabii kwamba umemkosea Bwana. Naye ni mtumishi Daudi wa Bwana, mfalme Daudi. Naye alipojua hayo akatuandikia Zaburi. Ile Zaburi jinsi alivyokuwa analia, yeye akanakubali makosa yake na analia mbele za Bwana. Anamwambia maneno kutoka ndani ya moyo wake, anayakabidhi mbele za Bwana. Na siku ya leo ndiyo nataka tuiendee hiyo Zaburi tukapate kusikia Zaburi hiyo inasemaje. Ni Zaburi ya 51. Tutaanzia mstari wa kwanza tukishuka. Maandiko akawa anasema namna hii: Mungu unirehemu sawasawa na fadhili zako. Kama umemkosea na hujakubali kwamba umemkosea, Daudi alikubali, akajua, akakubali ya kwamba kweli nimemkosea Bwana. Ndiyo maana alienda na akawa anaomba, anasema uyafute makosa yangu. Mstari wa pili unasema unioshe kabisa na uovu wangu. Yeye alikubali ya kwamba ametenda uovu, anazidi kumwambia unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase na dhambi zangu. Akawa anasema ya kwamba hata hivyo, hata dhambi nilizotenda, ninaomba unitakase na hizo dhambi, ninaomba nitakasike na hizo dhambi. Tunapoenda mbele za Bwana kuomba msamaha, tunapoenda mbele za Bwana kuomba utakasa, ni lazima tukubali tumemkosea Bwana, ni lazima tukubali ya kwamba tumemtenda dhambi. Ndio tukienda mbele zake, tunapomuomba tumuombe tukijua ya kwamba tumemkosea. Tunatubu ya kwamba tumemkosea. Yeye anatubu, anasema unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase na dhambi zangu. Maandiko namba 3 inasema kwa maana najua mimi makosa yangu na dhambi yangu mbele yangu daima. Maana dhambi aliyokuwa anaitenda, mtu akitenda dhambi inakaa mbele yake, inazuia baraka zake, inazuia kuendelea kwake, inazuia baraka zake. Unapotenda dhambi inakuwa kizuizi. Anasema na dhambi yangu ninajua mbele yangu daima. Dhambi niliyoitenda ninajua mbele yangu daima. Bwana wewe unaitanzama. Akawa anamlilia Bwana, anamwambia ninaelewa ile dhambi niliyotenda, wewe unaijua na iko mbele yangu daima. Hata nikikwambia nibariki, wewe si ukanibariki, maana dhambi yangu mbele yangu daima. Nikija mbele zako kinachoonekana ni dhambi, na tuko na mshtaki ambaye ni shetani. Tunapotenda dhambi, tukienda mbele za Bwana, yeye anakuja kutushtaki, anasema hafai kupewa, maana akona kizuizi kinachomzuia mbele. Oh my God. Na ndio maana asubuhi ya leo nimekuja tusemezane, nikwambie kuna haja ya kutubu, nikwambie kuna haja ya utakaso, nikwambie kuna haja ya kwenda mbele za Bwana kwa ajili ya utakaso, kwa ajili ya kuitisha neema, kwa ajili ya kuitisha utakaso.
Daudi akajua ya kwamba dhambi yake imbele ya Bwana daima. Haezi akafanya kitu akafanikiwa. Dhambi ikikushika uwezi ukafanya kitu ikafanikiwa, maana inasimama mbele yako, inaweka kizuizi mbele yako. Daudi akasema dhambi yangu imbele yangu daima. Anasema namba 4, nimekutenda dhambi wewe peke yako. Anajua ya kwamba sisi tunapotenda dhambi tunaweza tukawa tujamtendea mtu dhambi, lakini kwa sababu baya tumekosea Mungu, hiyo dhambi imekuwa mbele yetu, hiyo dhambi imekuwa mbele yetu. Kutukana, inaweza ikawa tumenena maneno mabaya, ni dhambi iliyosimama ikaeka kisingiti mbele yetu, ikawa kupita kwetu ni ngumu. Dhambi ikisimama, dhambi tukitenda, inasimama mbele yetu daima, inakuwa mbele yetu daima, kila wakati inakuwa mbele yetu, kila wakati inatutangulia. Anasema na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba Bwana, nimekuja ijulikane ya kwamba wewe unatoa hukumu iliyo safi. Wewe hukumu yako unayotoa ni safi. Lakini yeye alipokuwa akiomba alikubali na akasema, nimekutendea dhambi, machoni pako nimefanya makosa, machoni pako nimefanya uovu mwingi. Lakini ijulikane wewe ya kwamba unatoa haki, ya kwamba unatoa haki. Naye Bwana ni mwaminifu. Unapoenda kutubu, yeye naye anaondoa makosa yako, anakutakasa, anakusafisha, unakubalika mbele zake. Na ukishakubalika hakuna kizuizi tena, na ukishakubalika hakuna cha kuzuia tena, na ukishakubalika safari inaendelea, na ukishakubalika baraka zinaachiliwa, na ukishakubalika unatenda mambo ya ajabu, na ukishakubalika na Bwana anaachilia utukufu mpya katika jina la Yesu. Na siku ya leo, asubuhi ya leo, nimekuja nikwambie ya kwamba maombi ya utakaso ni maombi muhimu katika Mkristo. Unapokuwa ukianza ibada, unaanza na utakaso. Unamwambia Bwana, nimekutenda ubaya, nimetenda maovu, nimetenda dhambi, nimetenda makosa mbele zako. Ninaomba ile damu yako ya dhamani ikapate kuniosha, ikapate kunitakasa. Nitakaswe leo, niwe safi kama theluji. Daudi ndivyo alivyokuwa anamwambia, ukinitakasa kwa hisopo yako nitakuwa safi kama theluji, nitakuwa safi kama theluji. Hata dhambi ikiwa nyekundu kama bendera, yeye Kristo yule haisafishaye na kuiosha inakuwa safi kama theluji. Haleluya, inakuwa safi kama theluji katika jina la Yesu. Siku ya leo tunapoenda kuanza ibada, inachotaka ni kusema namna hii ya kwamba tukaende mbele za Bwana, tukamwambia, Baba yetu, tumekutenda makosa, tumekukosea Bwana. Na ndio maana tunapoomba hatupokei, maana dhambi inasimama mbele yetu, maana ile makosa tuliyofanya inasimama mbele yetu. Na ndio maana ninaomba sasa, tunakwenda kuomba, ukubali makosa uliyotenda. Umwambie, nilisengenya, umwambie nilitukana mtu, umwambie nilifanya hivi, nilikosea Baba yangu. Ninaomba leo nitakashe, ninaomba leo nitakasike, ninaomba leo nioshe kwa damu yako katika jina la Yesu. Naye Bwana ni Mungu wa rehema, Mungu wa upendo, ni Mungu aliye na huruma, naye atakusafisha, nawe utakubalika, nawe utapokea baraka zako kama vile Bwana alivyokuahidia, kama vile Bwana alivyokuwekea. Ukishakubalika mbele za Bwana, hakuna kizuizi cha kuzuia, si nani wala nani,
si ukuu upi utakaenda kuzuia, maana umekubalika. Ukishakubalika utashangaza watu. Ukishakubalika watu watashangaa na matendo unayotenda, maana itakuwa si matendo ya kawaida, itakuwa ni matendo yaliyo na utukufu wa Bwana, maana iliyoshinda wazazi tena kuyaweza yaliyofinyilia wazazi utaenda kuyashinda katika jina la Yesu. Maana dhambi ikiondolewa, tukiondoa vizuizi vinavyosimama mbele yetu daima, maana tumeona vizuizi vinavyosimama mbele yetu daima ni makosa yetu na dhambi zetu, ndizo zinazotuzuia kuona utukufu wa Bwana. Haleluya. Asubuhi ya leo tunapoenda kuweka hayo chini, asubuhi ya leo tunapoenda kuyaweka chini hayo, hapana kizuizi kingine kitakachoenda kutuzuia kumwona Bwana, kitakachoenda kutuzuia kubarikiwa na Bwana. Hapana kizuizi kingine sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninajua wengine wanaweza wakasimama wakaweka vizuizi, shetani anaweza akasimama kuweka kizuizi, lakini nimekuja nikuambie kizuizi kilicho hatari ni kizuizi cha dhambi zetu na makosa yetu. Hiyo ndio kizuizi ambacho ni hatari kuliko kizuizi cha mchawi, kuliko kizuizi cha watu. Kizuizi cha dhambi ni kizuizi kibaya zaidi, na leo hii tukikubali kuiondoa isikuwe mbele yetu tena hiyo dhambi na makosa, hapana kizuizi kingine kitakachoenda kutuzuia katika jina la Yesu Kristo. Rakayandalaba, hapata kuwa na kizuizi kingine cha kutuzuia. Illuminati ni nani? Wachawi mizimu ni nini? Mizuka ni nani yao? Bwana akishatukubali, tukitakaswa tunakubalika, tukioshwa kwa damu ya Bwana tunakubalika. Naye Bwana hakuna kizuizi kingine atakachoenda kukiangalia. Awe ni mtu atakayesimama, ataanguka mwenyewe. Maandiko natuambia adui zetu atakapotukujia kupigana nasi watajikwaa na kuanguka wenyewe. Maana sisi hatuna kizuizi mbele yetu. Lakini mpendo, ngoja nikwambie, dhambi itakaposimama mbele yako, basi hakuna chochote kitakachotendeka mbele yako. Rekayanda, sikia. Dhambi itakaposimama mbele yako, hakuna chochote utakachoenda kufanya kifanikiwe. Kwa nini? Maana mshtaki yeye anakuja, analete mashtaka, anasema ya kwamba ulitenda. Maandiko yakanikumbusha eti kitabu cha Zakaria mlango wa 3. Ukisoma hapo utaona maandiko yanasema yule kuhani mkuu Yoshua akasimama mbele ya malaika, naye alikuwa amevaa mavazi machafu, ni kuashiria uovu, ni kuashiria dhambi. Akawa amesimama akiwa anaelekea Bwana, lakini mavazi yake yalikuwa ni machafu. Shetani akaonekana akipeleka mashtaka akisema, huyu sio wenu, tazama amevaa mavazi machafu. Lakini Yoshua, maandiko yananiambia, malaika akasema avuliwe mavazi, avalishwe mavazi mengine masafi. Naye alipovalishwa mavazi masafi, akaenda mbele za Bwana, akaenda mbele za malaika. Katika jina la Yesu, leo tusafishe, tuvalishe utu upya, tuvalishe mavazi mapya katika jina la Yesu. Rakayandalabayanta.
Bwana Yesu asifiwe. Tukitakasika, tukiosha, tunapata kibali mbele za Bwana. Tunakubalika mbele za Bwana. Tunakubalika kusongea mbele zake. Maana yeye ni mtakatifu na hakuna kichafu chochote kinachomsongelea, kilicho na ushirika kwake. Hakuna mpendwa, na hakuna. Ndio maana tunacheka tukue safi. Ndio maana tunatakiwa tukue safi. Ndio maana tunatakiwa tukue watakatifu. Ndio maana tunatakiwa tujitakase wakati wowote katika jina la Yesu Kristo. Kuna dhambi za kushirikishwa unapita. Mtu anaanza kukuambia ubaya wa mtu, na hivyo ndio mnamsengenya, unasikiliza masengenyo. Kuna dhambi za kushirikisha, unapita unasikia matusi makubwa inatukana, akili na rekodi. Hizo ni vitu tunafaa tuoshe masikio, tunafaa tuoshe fikira zetu, tunafaa tutakaswe miili yetu kwa kunguza vitu ambavyo ni najisi. Kwa kunguza vitu ambavyo ni najisi. Tunafaa takaswe na macho kwa kuona vitu ambavyo ni najisi kwetu katika jina la Yesu. Tukatakaswe kwa damu ya Bwana ya thamani, maana hata sasa inatakasa, maana hata sasa inaosha. Tukiosha tunapata kibali mbele za Mungu wetu. Tukiosha tunapata kibali mbele za Bwana, tunapata kibali. Siku ya leo wapendwa, ningependa tukaende mbele za Bwana, tukaombe msamaha, tukaombe utakaso kwa ujinga wetu na upumbavu wetu tuliomtenda Bwana. Maana si kwamba hatukuwa tunajua. Wengine walitenda wakujua, wengine hawakujua. Wakati wa kwenda mbele za Bwana, kamwambia baba yangu, nimekutenda dhambi na nimejua kabisa ya kwamba siwezi nikabarikiwa nikiwa namna hii, ya kwamba huwezi ukasikiza maombi yangu zaidi ya kutubu. Baba, nimekuja mbele zako, natubu makosa yangu na dhambi zangu. Bwana, ukanioshe nikawe safi kama theluji, nikawe safi kama theluji. Siku ya leo twende mbele za Bwana, tukaombe utakaso mbele zake. Ukipata utakaso, mwambie Bwana, ukiosha unakubalika. Ukiosha unakubalika. Ukiosha unapata kibali mbele za Bwana. Unakubalika na Bwana. Anakubali kukaa na wewe. Anakubali kukaa na wewe. Anakubali kukaa ndani yako. Anakubali ukae ndani yake, maana umetakaswa. Nguo zako ukifaa ikiwa chafu, huwezi ukairegesha katika ile sanduku ulioweka zile zilizo safi. Unaiondoa na kuiweka katika mfuko mwingine wa nguo zilizo chafu. Maandiko yanatuambia Yesu ako ndani yetu, tukimpokea anakuwa ndani yetu, nasi tunakuwa ndani yake. Lakini pindi tunapochafuka, pana uwezekano wa kututoa na kutuweka kando, maana tumechafuka. Maana Yesu akana mchafu. Lakini ukiosha, lakini ukitakaswa, anakaa na wewe. Anakaa na wewe.
anakaa ndani yako, unakaa ndani yake. Kuna umuhimu wa kutakaswa asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Wapendwa, ningependa tukapate kwenda mbele za Bwana, tukaombe utakaso mbele zake, maana tumetenda mambo mengi ambayo impendezi. Ndiyo maana unaona hata tukiomba mambo haiendi. Ndiyo maana unaona hata tukipiga kelele, tukiitana, tukilia, hata asikii. Maana kuna dhambi inasimama mbele yetu, inatuzuia. Asubuhi ya leo twende mbele za Bwana, tukamwambie Bwana, tumekuja. Nimekuja unitakase. Nimekuja unioshe. Nimekuja nipate kibali kwako. Nimekuja mimi. Nimekuja unikubali. Nioshe, nitakase, nikubalike mbele zako. Niwe mwana mtumishi wako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Naye Bwana ni mwaminifu, naye ni mwingi wa rehema, hata kurehemu. Kwa machozi, Daudi maneno haya anaongea kwa machozi ikiwa ndani, akimlilia Bwana, akimwambia Bwana, sikujua, lakini nimejua sasa nimekutenda dhambi. Nimekutenda dhambi Bwana. Naomba ukanisamehe. Naomba ukanioshe. Naomba nikubalike tena mbele zako. Asante Bwana. Asante Baba yangu. Ni wakati sasa Baba yetu tunaenda mbele zako kwa ajili ya kuomba msamaha kwako Bwana. Usinyamaze. Usitukatae Bwana. Tumetenda dhambi, tumetenda uasi, tumetenda uovu, tumetenda makosa mbele zako. Nachoomba Bwana ni ukapate kutuonea rehema. Katuhurumie wanao. Sisi ni wanao. Twende wapi? Twende wapi Bwana? Nani aliye na msaada wetu mwingine? Ni wewe tu Bwana. Usitutenge na uso wako, wala usituache Bwana katika dhambi hili. Tunaijutia dhambi na makosa, uovu tuliokutenda Bwana. Ninaomba sasa Bwana Yesu, napoenda mbele zako katusikie. Takase kwa damu yako. Takase kwa damu yako. Oh yes Lord. Takase kwa damu yako. Yes my Father. Takase kwa damu yako. Ena mbele za Bwana sasa. Na mbele za Bwana ukamwambie. Ena mbele za Bwana uongee naye. Zungumza na Bwana, nasikia. Zungumza na Bwana, yuko tayari kusikiliza. Katika